ampa ulimwengu, akamweka ulimwenguni, akamweka duniani ili amiliki na kutawala. Ndiposa andiko husema mbingu ni za Mungu, lakini nchi amewapa wanadamu. Hivyo Mungu anapofanya jambo lolote ulimwenguni huwa anatumia watu. Yeye huwa anafanya, na akishafanya kuna sehemu, kuna nafasi ya sisi kufanya. Usimwachie Mungu kwa 100%, kwa sababu kuna jambo ambalo yeye mwenyewe Mungu atataka na wewe ufanye. Bwana akisha maliza huwa anakuachia na wewe umalizie. Haleluya. Mungu ni roho. Kwa hiyo akishughulika tayari na ulimwengu wa roho ukawa tayari, ndipo anawaambia watu wake waingie, wamiliki, waingie, watamalaki. Maana nini? Tayari kwa upande wake amekwisha kufanya, kuko upande mwingine wa sisi kuingia. Jina la Bwana libarikiwe. Na nitaonyesha mambo matatu au mifano mitatu ambayo Yesu alipokuwa hapa duniani alikuwa anamaliza, na akishamaliza kufanya jambo anawaachia watu wamalizie, au wanafunzi wake au watu wengine anawaachia waweze kumalizia lile alilomaliza. Kwa hiyo Yesu anamaliza na kuna sehemu anawaachia watu wamalizie. Fungua pamoja na mimi Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, sura ya 11 mstari wa 40 hata ule mstari wa 44. Maandiko yanasema, Yesu akamwambia, mimi sikukwambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Huu ni muujiza wa kufufuliwa kwa Lazaro, mtu ambaye alikuwa amekaa kaburini siku 4. Ndugu zake walikata tamaa, wakajua kuisha habari yake, maana ananuka sasa, mpaka wanaona kabisa hakuna haja ya kumsumbua Yesu Kristo kuliondoa jiwe. Lakini yeye anasema liondoeni jiwe, na akisha kuliondolewa jiwe, wakisha kuliondoa jiwe, Yesu analia kwa sauti kuu, anapaza sauti, Lazaro, njoo huku nje. Mtu aliyekufa anainuka, ametoka, amefungwa sanda, amefungwa leso, lakini ameinuka. Maana yake nini? Yeye amemaliza kufufua. Mungu humaliza, hutuachia tumalizie. Baada ya kumfufua Lazaro, Yesu Kristo anasema, mfungueni sasa, mumwache aende zake. Haleluya. Mungu akishafanya, kuna sehemu anaiacha wewe ufanye, maana ni Mungu anayetenda kazi pamoja nasi. Nasi twajua ya kwa Bwana hutenda kazi pamoja na wampendao ili kuwapatia mema. Warumi 8 mstari wa 28. Ni Mungu ambaye anatenda kazi pamoja na sisi. Nisikize vizuri, mtu wa Mungu, uko mahali umekaa, uko mahali umetulia, uko mahali unapitia changamoto, na katika changamoto yako umeendelea na maombi, unamsihi Mungu akusaidie, na katika kumsihi Mungu akusaidie, huenda Mungu ameshamaliza, huenda Mungu tayari ameshafanya upande wake, yeye tayari ameshaufanya, na amekuachia upande wako uweze kumaliza, uweze kumalizia.
Mungu alipomfufua Lazaro akawapa kazi, akawaambia mfungueni aende zake, nimemaliza kazi ya kwangu na nyinyi malizieni kazi iliyobakia. Daudi amemuua Goliati, lakini Israeli wanainuka wanakwenda kumalizia Wafilisti wengine wanaokimbia. Hujamaliza mpaka umemalizia. Haleluya! Kuna namna ambayo watu wengi wamepishana na mibaraka ya Mungu kwenye maisha yao kwa sababu wanataka Mungu afanye na wao waende kulala. Kumbe Mungu anafanya kazi pamoja na sisi. Kumbe Mungu anatenda kazi pamoja na sisi. Na alasiri ya leo Bwana anataka atende kazi pamoja na wewe hapo sebuleni kwako. Bwana anataka atende kazi pamoja na wewe hapo nyumbani kwako. Bwana hutenda kazi pamoja na wampendao katika kuwapatia mema. Haleluya! Maombi mazuri ni yale ambayo mtu baada ya kuomba unakwenda kufanya jambo. Maombi mazuri ni maombi ambayo Elia aliyafanya pale Karmeli. Wakati anaomba, anamtuma mjakazi wake, anamtuma mtumishi wake aende akaangalie nini kinatokea upande wa mashariki. Nisikilize vizuri, wakati wowote unapomtaka Mungu afanye, wakati wowote unamngojea Mungu afanye, na Mungu naye anakungojea uanze. Wakati mwingine Bwana hatafanya jambo mpaka aone ya kwamba akimaliza uko tayari kumalizia. Ndipo Petro alipowaombea yule mtu aliyekuwa hawezi na ameketi mlangoni mzuri pa hekalu, Biblia inasema alipomwambia hatuna fedha wala dhahabu, tulicho nacho ndicho tukupacho. Baada ya kutamka maneno hayo, uponyaji ulikuwa umeingia ndani yake. Lakini huyu mtu alikuwa hajui la kufanya. Wakati Mungu amemaliza, anapokusubiri umalizie, lazima ujue wajibu wako. Ndipo akamkamata mkono, Biblia inasema akamwinua na vifundo vya miguu yake vikapokea nguvu, akaanza kutembea na kurukaruka hekaluni. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amemaliza na yeye amemalizia. Huu ni mchana mwema, huu ni wakati mwema ambao Mungu anataka malize kila shida ya kwako, kila tatizo la kwako, kila mlima mkubwa ambao adui ameuweka kwenye maisha yako. Bwana anataka aumalize. Bwana anataka aumalize. Nami kwa neno la Bwana nimekuja nikutie moyo, uinuke umalizie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wako watu wengi, unapokea neno la uponyaji, unapokea neno la uzima, neno linaponya nafsi yako. Linavyoingia kwenye nafsi yako, wewe unalipokea hilo neno, lakini baada ya kulipokea lile neno, Mungu amefanya, wewe hufanyi. Mungu amesha kuponya, unataka tena aje akuinue. Kumbe ukisikia neno la kwamba umepona, unatakiwa sasa uanze kumalizia yaliyo ya upande wako. Uanze kufanya vile vitu ulivyokuwa hauwezi. Uanze kurukaruka kama yule kiwete ambaye alikuwa hawezi kuruka. Baada ya Mungu kumponya, baada ya kuinuka, yeye anaanza kufanya yale mambo ambayo hakuweza kufanya. Watu wengi wameshindwa kumuona Mungu kwenye maisha yao kwa sababu Mungu anapofanya kazi kwenye maisha yao, Mungu anapotenda, Mungu anapomaliza, hawako tayari kumalizia. Hii ni kanuni ya kiungu. Yeye atatenda, atafanya, na akishafanya atataka na sisi tufanye upande wetu. Kwa Kiingereza tunasema supernatural. Supernatural, supernatural ndio miujiza, ndio mambo makuu ambayo yanatendeka kwa isivyo kawaida. Maana yake nini? Kuna super alafu kuna natural. Super maana yake kwa uweza wa juu, lakini natural ni ile kwa asili. Kwa asili yetu wanadamu tunatakiwa tusimame kufanya kwa ajili ya Bwana, na Bwana atafanya kazi
pamoja na sisi. Haleluya. Inuka, anza kutembea na Bwana atatembea pamoja nawe. Inuka, anza kwenda na Bwana ataenda pamoja na wewe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jambo la pili, Bwana alipowaponya wenye ukoma, aliwaacha wamalizie kwa kwenda kwa makuhani. Yeye alimaliza kuwaponya ukoma wao, na alipomaliza kuwaponya ukoma wao, akawaacha wamalizie wao kwenda kujionyesha kwa makuhani. Yesu akimaliza anakuacha umalizie. Yesu anapomaliza anaachia mahali umalizie. Haleluya. Umechelewa kuzichukua baraka zako kwa sababu tayari mateka Mungu ameshamaliza. Alisema Yoshua na Kalebu, akasema Bwana tayari ameshaenda. Utisho uliokuwa juu yao umeondolewa. Hawana tena utisho, amemaliza. Bwana ameshamaliza. Anataka ewe Israeli, inuka sasa na jeshi lako, maana amewatia mikononi mwako. Haleluya. Bwana anaanza kwa kuwatia mikononi mwako, halafu anategemea uinuke kwenda kuteka nyara. Lakini bahati mbaya Bwana ameshafanya. Bwana ameshaondoa utisho, ameshaondoa uvuli uliokuwa juu yao. Pamoja na kwamba Mungu ameondoa uvuli uliokuwa juu yao, wewe umebaki umekaa, wewe umebaki unaogopa. Nimetumwa na Bwana leo nikwambie, inuka, nenda ukamiliki, nenda ukatawale, maana Bwana tayari ameshamaliza, maana Bwana tayari ameshatenda, maana tayari Bwana ameshakupa. Nenda ukachukue. Haleluya. Yeye ni Mungu ambaye anamaliza, na akishamaliza anaacha umalizie. Ameshaondoa utisho kwa majitu, kwa wale wanefiri. Tayari ameshaondoa utisho ulio juu yao, lakini anataka uinuke, ujifunge silaha zako, uende ukamiliki, uende ukamiliki, uende ukamiliki. Alipowaponya wenye ukoma, alipomaliza kuwaponya wenye ukoma, aliwaacha wamalizie kwa kwenda kwa makuhani. Nasoma kama ilivyoandikwa kwa Injili, kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu, sura ya 17 mstari wa 12 hata mstari wa 14. Maandiko yanasema, na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma, wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, e Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipoona, aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, wakatakasika. Ikawa walipokuwa wakienda, wakatakasika. Hawa walikuwa ni watu 10 wenye ukoma, ambao nyakati hizi za Biblia watu wenye ukoma walikuwa wanatengwa mbali na watu wao. Walikuwa najisi, na wakati wakiwa najisi wako nje ya malango ya mji, wako nje ya mji, wamekaa huko, wanapewa vyakula kama wanyama. Na wakati wanapewa vyakula huko, lakini bado walikuwa wanasikia habari za Yesu. Walikuwa wanasikia ya kwamba mjini kuna mambo, amezaliwa mtoto mmoja wa seremala, anafanya mambo ya ajabu, anafufua waliokufa. Hawa wenye ukoma walikuwa wanajua habari za Yesu, na kawaida ya imani huja kwa kusikia. Ninapozungumza namna hivi neno la Bwana, ninaamini imani inaachiliwa ndani yako. Hawa watu wakati mmoja wasio na jina, siku moja sio na jina, wakapata neema. Yesu akapita katika njia ile. Biblia inasema wakasimama mbali kwa sababu ya unajisi wao, kwa sababu ya ukoma wao, wakakaa mbali kabisa, lakini wakapiga kelele, wakasema, e Yesu, Bwana mkubwa. Haleluya. Wengi walimuita Yesu Bwana, wengi walimuita Rabi, wengi waliita mwalimu, lakini hawa wenye ukoma wakasema, Yesu Bwana mkubwa, wakasema, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu, uturehemu.
uturehemu. Na Yesu alivyo wa huruma akawarehemu, akawaonea huruma. Biblia inasema ya kwamba akawaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Maana yake nini? Tayari amemaliza. Akitamka Bwana wa mabwana, tayari inakuwa sawa na alivyotamka. Alivyosema enendeni mkajionyeshe kwa makuhani, wakati huo kuhani ndiye aliyekuwa na uwezo wa kuthibitisha mtu kwamba hana ukoma. Kuhani ndiye alikuwa na uwezo wa kuthibitisha masuala ya ukoma. Kwa Yesu anavyosema enendeni mkajionyeshe kwa makuhani, maana yake mkathibitishwe na mkatangazwe tena kwamba ninyi si wakoma, mmetakaswa. Hawa watu walipoambiwa neno hili, Yesu tayari alikuwa amemaliza. Yesu tayari alikuwa amefanya. Na wakati tayari Yesu amefanya, wakijiangalia wao bado ukoma upo. Lakini tayari Yesu amemaliza, anawasubiri wao wamalizie ili waweze kuona muujiza wao. Yesu tayari amefanya, anasubiri wamalizie ili muujiza uwe dhahiri. Biblia inasema ya kwamba hawa watu walipokuwa wakienda, haleluya, walipokuwa wakimalizia, baada ya Yesu kumaliza, walipokuwa wakimalizia, Biblia inasema wakatakasika. Wakatakasika walipokuwa wakienda, wakatakasika. Sio walipokuwa wamekaa, walipokuwa wakitembea ndipo walitakasika. Ndio maana ninakujia kwako mpendwa wangu, ya kwamba hiyo biashara uliyomwomba Mungu akusaidie, huo mtaji uliyomwomba Mungu akusaidie, sio wakati wa kuendelea kukaa hapo. Ni wakati wa kuinuka, kuanza kufanya chochote kikakuingizia kipato kidogo. Kipato kidogo, Bwana akiwa pamoja nawe atakufanikisha, atakubarikia, atakustawisha, atakwenda pamoja nawe. Inuka, anza kutembea kwenye ndoto yako. Umekaa hapo, inatosha. Fanya maamuzi, anza kwenda. Bwana ameshamaliza na amelituma hili neno kwamba nikwambie ya kwamba yeye amemaliza, anakusubiri umalizie. Tayari ukoma wako ameshakuponya, anasubiri uanze kutembea. Na utakapokuwa ukienda, Biblia inasema ya kwamba wakatakasika. Haleluya. Wakatakasika. Anza kutembea mtu wa Mungu. Anza kupiga hatua mtu wa Mungu, kuelekea kwenye ndoto yako, kuelekea kwenye uzima wako. Anza kutembea. Neema ipo, uwezo wa Mungu upo. Anza kwenda, utauona wokovu wa Bwana. Alimwambia Mariamu, nikukwambia ya kwamba ukiamini utauona wokovu wa Bwana. Ukiamini utauona wokovu wa Bwana. Anza kwa imani, tembea kwa imani. Imani ni mtaji, imani ni mtaji, imani ni mtaji. Anza kwa imani, nenda kwa imani. Haleluya, nenda kwa imani, na Mungu aliye juu atakuonyesha mambo makubwa ya ajabu usiyoyajua. Niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu ya ajabu usiyoyajua. Bado ana mambo magumu, bado ana mambo makubwa ya ajabu usiyoyajua. Mwanzo wako sio shida, hapo ulipo leo sio shida, namna unavyoishi leo sio shida, namna ulivyo bankrupt leo sio shida, vile ambavyo unatamani ungekula hata leo una chakula sio shida. Lakini nataka nikwambie, kama utalichukua neno hili na ukaanza kutembea kwa imani, uwe na uhakika ya kwamba Mungu atatenda mambo makubwa. Maana anakuwazia yaliyo mema, maana anakuwazia yaliyo mema. Tatizo lako umejikunyata, tatizo lako umekaa, na wakati Bwana anasema enenda, anza kutembea kwa jina la Yesu Kristo. Anza kutembea, anza kwenda, anza kuielekea ndoto yako, anza kutimiza malengo ya kuumbwa kwako. Anza kwenda, haleluya,
anza kwenda. Haleluya. Ninakuhakikishia utakapokuwa ukienda, utamuona Mungu akikusaidia, utamuona Bwana akiwa pamoja nawe, utamuona Bwana akikushika mkono, utamuona Bwana akikuinua, akikupandisha viwango na kukusaidia. Inuka, anza kutembea. Ni Mungu ambaye akimaliza anakuachia umalizie. Haleluya. Alipowalisha watu 5,000 mikate 5 na samaki 2, baada ya kuwalisha, alipomaliza kuwalisha, aliwaacha wanafunzi wamalizie kukusanya vilivyobakia. Kwa kitabu kile cha Yohana sura ya 6 mstari wa 11 hata wa 14. Yohana 6:11 mpaka 14. Neno la Bwana linasema, basi Yesu akaitwaa ile mikate akashukuru, akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadri walivyotaka. Na waliposhiba aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee chochote. Basi wakavikusanya, wakajaza vikapu 12 vipande vya mikate 5 na shayiri iliyobakia, wale waliokula. Basi watu wale walipoiona ishara hiyo aliyoifanya, walisema, hakika huyu ni nabii yule ajaye. Haleluya. Huyu ni Kristo Yesu. Kila alipokuwa akilifanya jambo, kuna namna ambavyo watu walihusika. Kuna namna ambavyo watu walihusika. Kila alipokuwa akifanya, alihusisha watu. Watu walihusika kuonekana, kuhakikisha hiyo miujiza inafanyika, kuhakikisha hiyo miujiza inatendeka. Mungu anafanya, na wakati mwingine akishafanya, ndani ya moyo wako, ndani ya roho yako, anakuonyeshea dalili, anakuonyeshea saini. Unajua kabisa kwamba hapa Mungu amefanya. Kuna wakati nilikuwa nahubiri hapa kwenye kipindi hiki, na mtu mmoja kule Mwanza akajua kabisa ya kwamba ameponywa, amepokea uzima. Lakini nikamwambia baada ya kipindi, nikamwambia, hebu tuma ujumbe kama kuna jambo Mungu amekutendea. Yeye amepona, akaendelea kushangilia. Maagizo niliyompa hakufanya. Baada ya siku 3 anakuja kupiga simu, nilikuwa nimepona, sasa tayari nimepata shida tena. Kwa sababu gani? Mungu anapofanya jambo lolote, anafanya kwa upande mmoja na upande mwingine unafanya. Kwa hiyo tukitamka leo ya kwamba pokea uzima wako, pokea uzima wako, uwe mzima katika jina la Yesu. Neno hilo likiingia kwenye moyo wako, neno hilo likiingia kwenye maisha yako, unalichukua hivyo hivyo lilivyo. Na ukisha lichukua hivyo hivyo lilivyo, unaanza kutembea kwa imani. Unaanza kutembea ukiamini ya kwamba Bwana amemaliza, na kama Bwana amemaliza, ni wajibu wangu kumalizia. Unaanza kutembea, unaanza kwenda kwa imani, maana imeandikwa, mwenye haki wangu ataishi kwa imani, na mtu akisita sina furaha naye. Nimetumwa na Bwana nikuondoe kwenye kusita. Utasita kati ya mawazo mawili hata lini? Kama Bwana ndiye Mungu, mwamini Bwana, mwamini Mungu, tembea naye, piga hatua pamoja naye. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Uko na msaada mwanangu, uko na msaada mpendwa wangu. Haujawa mpweke kiasi hicho unachofikiria. Msaada wako upo. Bwana yupo akusaidie, Bwana yupo akuhurumie, Bwana yupo akushike mkono. Mkono wa Bwana haujapungua hata usiweze kuokoa. Mkono wa Bwana haujapungua hata usiweze kuinua. Mkono wa Bwana haujapungua hata usiweze kukuvusha. Yuko hapo akuvushe, yuko hapo akuvushe. Bwana amemaliza, anasubiri uchukue hatua. Wewe ambaye ni mgonjwa, chukua hatua ya kuinuka, chukua hatua ya kumwamini Mungu. Wewe ambaye unahitaji kazi, unahitaji jambo fulani, anza kumlingana Bwana, chukua hatua kuelekea jambo lile, na bila shaka utamwona Mungu
akikusaidia. Haleluya, katika jina la Yesu. Pendwa mtazamaji wangu, tunazo dakika chache, na uwezo ukapiga simu yako hapa na tukaomba pamoja nawe. Neema ya Mungu ikaachiliwa mpaka hapo ulipo. Nguvu za Bwana ziko pamoja nasi. Angalia namba iliyoko hapo kwenye screen, na piga namba hiyo, na bila shaka tutaomba pamoja na wewe, na Bwana atakusaidia. Mungu amemaliza. Bwana Yesu akimaliza, anakuacha umalizie. Haleluya. Yesu akimaliza, alafu anakuambia haya, tembeeni vukeni. Nimesha igawa bahari, tembeeni vukeni. Nimesha kupa kibali Esther, tembea uende kinyume cha sheria. Haleluya, haleluya. Nimeshamaliza, nenda umalizie. Ni Mungu ambaye akimaliza anataka umalizie. Kwenye lango la mji wa Naini kulikuwa na msafara mmoja wa watu wanakwenda kwenye mazishi. Biblia inasema ya kwamba wakati wanakwenda kumzika mwana pekee wa mjane huyu, bahati nzuri msafara mwingine ulikuwa na Yesu Kristo. Misafara miwili ikakutana. Yesu alipomuona yule mwanamke analia, Biblia inasema alimuonea huruma, akakaribia akaligusa jeneza. Baada ya kuligusa jeneza, amemaliza kuleta uzima, akamwambia kijana, nakwambia inuka. Ndipo kijana kainuka. Nisikilize vizuri, kila mahali Mungu akimaliza anakuacha umalizie. Akainuka kijana aliyekuwa amekufa, akaketi, akawaambia mpeni chakula ale. Tatizo lako Bwana akikwambia inuka, unabaki umelala. Tatizo lako Bwana akikwambia tembea, unabaki umesimama. Tatizo lako Bwana akikwambia simama, unabaki umelala. Huu ni wakati wa kuinuka. Jambo hilo ni jepesi machoni pa Bwana. Ukiamua kuchukua hatua na kusogelea, jambo hilo ni jepesi machoni pa Bwana. Uvuli uliokuwa juu yao, uvuli uliokuwa juu ya jambo hilo lililokutesa miaka yote, uvuli